Kwa talib ilmu atakikana aanze na misingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua kwa pamoja. Wa an ya'tu buyuta al-ilmi min abwabiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Rajab mwaka 1442, katika darasa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. كان لديها kuzungumzia arkanu al-Islam, nguzo za Uislamu. Imam al-Mujaddid akaanza kukutaja adilla katika Qur'an na Sunna juu ya kila nguzo katika nguzo za Uislamu. Akaanza na nguzo ya kwanza, ni nguzo ya shahada. Sehemu ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah. Tukasoma katika kikao chetu cha mwisho maelezo ya aya ya 64 ya suratu Al-Imran aliyoitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. tukasoma maelezo au tafsiri ya hii aya kama alivyoeleza Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah. tukafikia katika maelezo kauli ya Sheikh Al-Fawzan, qala wal khulasatu, akataja khulasa kwa yale yote aliyoeleza, anna la ilaha illa Allah laha ruknan. kwa kifupi summary, la ilaha illa Allah ina nguzo mbili, huma an-nafyu wal-ithbat. nguzo hizo mbili, ya kwanza ni kukanusha na ya pili ni kuthibitisha. kwa hiyo ukisema la ilaha, hapa umekanusha miungu yote, bali ukisema la ilaha maana yake pia Allah subhanahu wa ta'ala ukisimamia hapa umemkanusha. lakini tusema illa Allah, kuwa tuthibitisha anastahili ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. kwa hiyo la ilaha ni nafi, kukanusha; illa Allah, kuthibitisha kuwa ibada anastahili ni mmoja pekee yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله فتقول النفي والإثبات. kwa hiyo ukiulizwa ni zipi nguzo za la ilaha illa Allah, usema nguzo za la ilaha illa Allah ni mbili, kukanusha na kuthibitisha. hili ni jambo muhimu sana lifahamike kwa kila Muislamu, an-nafy wal-ithbat. wakanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ana mshirika naye. qala wa shurutuha 7, na masharti ya la ilaha illa Allah ni 7. لا تنفع إلا بهذه الشروط. tamko lako la la ilaha illa Allah halikufai chochote isipokuwa ukikamilisha masharti haya 7.
bimaana moja katika haya masharti likikosekana basi kutamka kwako shahada hakukusaidii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول كيشا كتاجا الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. حافظ الحكم رحمة الله عليه pia kataja hilo. hata hii pia kama sikukosea ni ya Hafidh al-Hakami rahimahullah. katika huu beti ametaja yale masharti kwa talib ilm kujisaidishia ahifadhi ubeti iwe yale masharti yote amehifadhi. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. شرط سابع. شرط لكوانزا العلم. قال فالعلم ضده الجهل. علم kinyume chake ni ujinga, mtu kutojua. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها yule anayetamka la ilaha illa Allah kwa ulimi wake lakini hajui maana yake nini, hadha la tanfa'uhu la ilaha illa Allah, huyu haitamfaa chochote la ilaha illa Allah. na hii ni hatari sana kwa mtu atamka kalima ambao kwa sababu yake ndio amekuwa Muislamu kisha haelewi maana yake nini. haelewi maana yake nini. ukimwambia nini maana la ilaha illa Allah hajui, utapata majawabu mbalimbali. wengine wakwambia hivi, wengine wakwambia vile, na usishangae wengi wakafeli kusema hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. wengi katika watu jawabu hili wafeli, wala si mubalagha tukisema hivi. na wewe jaribu leo inshallah utakapokuwa utembea ukakutana na wenzako ambao hawana habari na kuhudhuria madarasa, waulize hebu niambie maana la ilaha illa Allah. huyu akhi kumacho na yule kule abajureju la andika sawa. tuendelea. kwa ilmu ni sharti la lazima, na haya masharti pengine mtu aweza kusema haya masharti mmeyatoa wapi hivi? haya masharti wameyatoa wanaovioni katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa kuwa hapa ni ikhtisara, Sheikh Al-Fawzan ameyataja tu yale masharti, lakini kuna vitabu haswa au rasail ambazo zimesherehesha kila sharti katika masharti na kutaja na kuorodhesha dalili zake. kama hii kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah. kwa hiyo sharti uwe fani wajua maana yake nini. huwezi kutamka kitu ambacho hujui maana yake nini kisha kunufaisha, mpaka ujue maana yake nini. na hapa yaje kuwa kuna kasoro kubwa ambayo iko kwa baadhi ya ndugu zetu, kwa mtu hajishughulishi na yale mambo ya msingi katika maisha yake ambayo lazima ayajue. yapo mambo ambayo pengine kwako sio wajibu kuyafahamu. kwa mfano sio lazima kila Muislamu afike daraja ya kuwa mufti, si lazima, lakini ni lazima kwa kila Muislamu kuifahamu tauhid, sababu ndio sababu yake akawa Muislamu. na ni lazima kwa kila Muislamu kuisoma swala yake, ajue namna ya kuswali, kwa sababu ni jambo ambalo lamhusu kila siku yalifanya.
na ikiwa ni katika wale ambao imewajibika kwa wao saum, itakuwa ni wajibu kwake yeye kuisoma saum. Ikiwa sasa hivi imewajibika kwake yeye kutoa zaka, ni wajibu kwake yeye kwenda kujifunza ahkam zinazofungamana na zaka wa hakadha. Ama ikiwa kwa mfano hana uwezo hata wa kutoa zaka, huyu haijawajibika kwake yeye kuisoma zaka, sababu bado ile ibada haijamhusu, lakini akijifunza ni bora wa hakadha. قال واليقين فلا يكون معه شك، نأوينا يقين نهي كلمة موقنا به قلبه كما alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, awe na yaqini ndani ya moyo wake, hakuna shaka ndani yake. Lianna baadhi الناس قد يعلم معناها, wengine waweza kuwa wajua maana yake, walakin indahu shakkun fi dhalika, lakini ana shaka katika hilo. Falaysa ilmuhu bisahih, huyo ilmu yake haiko sahih, si sawa. La budda an yakuna indahu yaqinun bila ilaha illa Allah wa annaha haqqun, ni lazima awe na yaqini na la ilaha illa Allah na kuwa ni haki, haina shaka ndani yake. Na jambo la kuwa na shaka ni jambo la wanafiki. Ama waumini Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, hawakuwa na shaka, wameamini kisha wakawa hawana shaka. قال والإخلاص ضده الشرك, إخلاص kinyume chake ni ushirikina. بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يترك الشرك, kuna baadhi ya watu watamka la ilaha illa Allah lakini hawaiwachi shirk, kama ubadul qubur min ghulat as-sufiyya, wale wanaoabudu makaburi, wanaoabudu maiti. Waweza kumuona mtu ameketi ubavuni mwa maiti atamka la ilaha illa Allah, aweza kuwa na tasbihi ile yonyosha mguu aswaweka kwenye gumba pale, kisha kaiburuta hivi la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kisha kimaliza mwelekeo yule maiti amuomba. Hata ukaitamka mara 1000 mara milioni haikufai chochote ikiwa bado fanya nini, wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haikusaidii kuwa wewe utamka la ilaha illa Allah huku huachi ushirikina. Na wengine mtu atamka la ilaha illa Allah, mambo yake enda kwa waganga, enda kwa wachawi, enda kuangaliliwa mimi bwana, hajui kile kitendo alichokifanya pale cha kwenda kwa wale watu kuwapelekea shida zao, wakamfanya shirki na nini, kile kitendo tayari kishaharibu uislamu wake kabisa, si muislamu tena, wal billah, akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine swala inayofuata enda msikiti, pengine amwage huyo mganga, basi nakuaga nenda kuswali mimi, si balaa hizi. Na mtu atamka la ilaha illa Allah na huko amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, haimfai chochote la ilaha illa Allah mtu kama huyo. Kesho akhira atakuta kwa ile la ilaha illa Allah alikuwa akitamka haijamsaidia chochote, wal billah, kwa sababu amefanya kitanguo katika vitanguo vya la ilaha illa Allah. قال مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور. Sheikh Al-Fawzan anasema kama ilivyo leo kwa waabudu wa makaburi, hao waabudu wa makaburi hii ndio hali yao, atamka la ilaha illa Allah amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, madad madad ya Hussein, madad madad ya fulani, tawasikia sema hivyo. Na kuna wengine wana haya, na wengine wanyoshwa vidole kwa walinganizi ya swala wasema hivyo maneno kama ya kishirikina, madad madad amidna bil aun, tusaidie ewe Hussein, kama katika ile klipu ile al-Jufris, madad madad ya Hussein, madad 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 madad, hadha shirkun akbar. Wewe muomba siku Allah subhanahu wa ta'ala kisha ulete falsafa nyingi, hii ni shirk tena. Alafu shirki yake ndani yake kuna kujipendekeza kwa nani? Kwa mashia, double hapo hapo atakujipendekeza kwa mashia, hapo hapo amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale awamu wasojua maskini wasikiliza maneno kama wale, wao pia madad madad ya Jailani, si waimba
sasa hivi Shaabani yaja kabla ya mashetani kufungwa, huwa mwanzo wafanya mambo yao. Kwa mtasikia Shaabani dhikiri zitakuwa nyingi, hasa watu wa mitaani mtasikia hizo dhikiri. Dhikiri hazifanywi huku Nyalinyali huku wapi, hawana time watu huku. Time kelele hizo kukoa wanazo wapi? Hizi zafanywa huku majengo kwa kupenda pilau na biriani za usiku, huku ndo kufanywa dhikiri. Mtawaona kunani jamaa, kunani ibada hiyo kawaamrisha nani ya kupiga kelele? Kisha pale ndio madadi ya Jilani, waimba madadi ya kwa wengine hawaelewi hata kwa imba, nafuata ile pilau tu. Ukuja pale majadi ya Jilani, majadi yatoka hapa majadi, pandisha majadi ndo nini? Mababu. Mambo ya ajabu, subhanallah. Kumbe hajui lile neno litamka madadi ya Jilani maana yake nisaidie, ninusuru ewe Jilani huko uliko, naomba unipe msaada katika dhiki zangu nilizokuwa nazo, ewe Jilani. Amuita nani? Jilani, mtu ambaye amezikwa qurun, mamia miaka huko nyuma, yeye amuita kule eti akuitikie wewe. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Kitendo mnachokifanya Allah amekiita ni shirk, mwamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Chungeni jamani, Shaabani yaja, chungeni, msipende sana pilau jamaa zangu. Kuna watu basi tukule kula ndio kuwapeleka katika mambo kama haya, na haya ndio walionayo hao jamaa. Hawana ukweli na nyinyi hao. Sisi tuwaambieni muabuduni Allah peke yake, muombeni Allah. Hao waambia muombeni Jilani, muombeni fulani na Allan. Nyi basi hamna akili, mkaona huyu ndio tuambia sawa na huyu atuelekeza kwenye makosa. Ya ayuha an-nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min duni Allahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'afa at-talib wal matlub. Vipi utakwenda kwa kiumbe dhaifu? Hawezi hata wakakusanyika wote kuumba mfano wa mdudu nzi, hawezi. Vipi wampelekea yule matatizo yake wakati una mwingi wa rehema? Akwambia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Bali akafikia Allah kwa rehema zake kuweka uwajibu wa sisi kumuomba yeye. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Wataadhibiwa wale wasomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yafikia hali kama hii, wataka nini wewe zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashakuelekeza kumuomba yeye? Chochote unachokitaka, hakuna kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibn adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'a'taytu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki shay'a أو ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Enyi wanadamu, lau kama mwanzo wenu mpaka mwisho wenu, majini kwa watu, wakasimama katika uwanja mmoja wakaniomba, kila mmoja akaniomba anachokitaka, kila mtu na shida zake, nikampa kila mmoja kile anachokihitaji, kila mmoja nikampa vile vile anavyotaka, haipungui katika ufalme wangu chochote. Bali katika hadith, haipungui katika ufalme wangu isipokuwa kama sindano ukiingiza baharini ukiitoa, angalia yatokana nini? Yatokana kitu? Nenda kajaze boza, wacha sindano, tukua lile lori lile la maji lile, nenda kajaze baharini, kisha uende umpunguza nini? Sasa ikiwa jigari kubwa lile ukilijaza maji hujapunguza chochote, kisindano kikiingizwa baharini kitolewa kipunguza nini? Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ashakwambia hivi, alafu unaende kwa nani? Kwa fulani na alani?
ati hapa nzi kwa fulani Baghani, sijui tu nani yule Baga, ito nani Abu Muandro yamjua Baghali Baghali ndio kuomba Makina Road kule. Jamaa toka hapa tipwa mpaka Makina Road kwenda kwenye Shah Baghali amuomba, au atoka tipwa enda zake Mamrui kwa stainless steel enda kuomba, au atoke hapa huyo enda zake wapi Amu, kuna kaburi fulani sijui la fulani aombe, au atoke hapa ende paka Tarim kule. Kunani watu wa tauhid alhamdulillah hawana wasiwasi kabisa. Jambo lolote tawadha, swala rak'a mbili, msujudie Allah subhanahu wa ta'ala, akufanyia kila kitu unachokitaka, kila kitu. Mkubahatisha nyinyi mbahatisha katika dini yenu bwana. Mwanzo hakuna chochote, in yattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Hakuna ilmu yoyote walionao inaopeleka wao. Nenda kasome Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, tuonyeshe mahali Allah ametuelekeza kuomba maiti. Aya moja tu inaosema sasa mkipatikana shida kimbiliani kwa maiti fulani, moja tu inasema hivyo. Nenda kasome Qur'an, soma sunna ya Mtume sallam, uone wapi Mtume sallam ameelekeza. Masahaba wanaishi na Mtume sallam maisha walioishi. Hakuna hata siku moja na Mtume sallam alikuwa yoweza kumuomba Allah akamuonyesha makaburi ya mitume wote pale alipo. Angewaambia sasa nendeni mkajenge lile ndio kaburi la Nuh, nendeni mkajenge lile ndio kaburi la Adam, nendeni mkajenge kaburi la Ibrahim, haya twendeni tukaombe. Hata siku moja. Hii dini ya nani? Hii dini ya nani? Wameitoa wapi dini ya ajabu? Dini ya kuomba maiti, dini ya kuelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikhlas kitu muhimu sana katika kutamka la ilaha illa Allah. Asema haula la tanfa'uhum la ilaha illa, hao waabudu wa makaburi wanaomba maiti haiwafai la ilaha illa Allah, na hao wenye kwenda kwa waganga hao pia haiwafai la ilaha illa Allah. Wachonkangaliliwe nenda ndio watoka hivi ukitembea hivi ndio watoka kwenye Uislamu. Na kuna wengine wajua na akiambiwa tunaambiwa jisaidie na mimi nitakusaidia. Iwapi aya? Hebu tuonyesheni hiyo aya. Jamaa hao wafanye ushirikina wazi, kisha mtu atamkana. Mtaona nyinyi kofia kubwa huko Ramadhani aje, kisha lijitasbihi refu hivi zinga liketi kama la kichawi alivaa shingoni. Mbona tembea? Ulikuwa wapi mwaka mzima? Ulikwenda kwa waganga kule nini? Kisha mashaallah ikifika Ramadhani wale waganga wajua wakati off, sababu majini hawawezi tena, sasa ibidi wapewe off na jamaa huja. Kwa hiyo warudi kisha watoka, ikisha Ramadhani yakimbia. Makosa. Rudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakufanyia kila shida zako sahali. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mtaka nini zaidi ya maneno ya Allah? Fabi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun. Tusoma Qur'ani jamani, hii tuisome kwa kuizingatia. Kuna mambo makubwa ndani yake yatakupa thabat katika moyo wako ya hadi ya juu sana. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Qala was-sidqu ضده al-kadhib. Na ukweli, uwe mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah, kinyume chake nini? Uongo. Lianna al-munafiqina yaquluna la ilaha illa Allah. Wanafiq walikuwa kitamka la ilaha illa Allah, lakinnahum kadhibuna fi qulubihim, lakini walikuwa ni waongo katika nyoyo zao. Sasa wale wanaosema maadamu mtu anatamka la ilaha illa Allah basi wanafiki waumini hao, maana yake pia wanatamka la ilaha illa Allah. Hawakutamka tena, watamki tu, waapa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mbele ya mtu yote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. توكيدات، توكيد بعد توكيد. نشهد تشهد لي أنك رسول الله، كيش بلاك الله سبحانه وتعالى أنبياء والله يعلم إنك لرسول. يتوشك الله يوجهين متميوك. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يشهد ليك وهو نافقني waongo hata wakatamka la ilaha illa Allah waongo hao si waislamu si watamka la ilaha illa Allah si waislamu. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وهو تمك لا يعتقدون معناه وتمك لكن هو يتكيد معناك ndani ya nyoyo zao. قال والمحبة الشرط لنجين الشرط لمحبة أن تكون محبا لهذه الكلمة وليا لأهلها. ويبين كلمة لا إله إلا الله ووبين watu wanaotamka لا إله إلا الله. أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه. yule asiyependa kalima la ilaha illa Allah na hawapendi wanaotamka la ilaha illa Allah, huyo jambo lake tofauti kabisa, si muislamu. walinqiyadu ضد الإعراض والترك. الانقياد ni mtu kujisalimisha na kunyenyekea chini ya hii kalima, kukubali maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake ni kupuuza na kuacha. وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره. ni mtu kujisalimisha kwa kila kinachoongozwa katika hii kalima, tunachoelekezwa katika hii kalima, katika kumwabudu Allah peke yake, kutomshirikisha na chochote, kutekeleza maamrisho yake. ما دمت اعترفت وشهدت أن لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه. ما دام وتمك لا إله إلا الله يكلزم فانين يكلزم uwe utajisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, utekeleze ahkam za hii dini, utekeleze maamrisho ya Allah na ujiepushe na makatazo. أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. أما كتمك لا إله إلا الله لكن أحكام ذك الشريعة ونزو أمريشوا هاوزي تكيليزي وهيتكفى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هيكفيكتو. mtu atamka la ilaha illa Allah haswali hata swala moja, haswali kabisa. Na kuna wengine ikifika Ramadhani mashaallah afunga, lakini haswali, afunga yeye mchana, afunga wenda mpaka ifike magharibi, yuaja msikitini ili watu wamuone kwa yeye yuko amfunga. Kuna wengine pia hawafungi, lakini magharibi yuaja tena, hao ndo wajifanya ankabwa na nda. la yanqad li awamirillah. Ima tatizo haitokufaa la ilaha illa Allah ikiwa hutanyenyekea na kujisalimisha kwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo. Kwa mfano yule asiyeswali kabisa, huyo atakuwa nani? Kafir, si muislam. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال والقبول. القبول المنافي للرد، كيكبالي kinyume chake ni kuirudisha na kuikataa. بأن لا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه. usirudishe chochote katika haki za la ilaha illa Allah, na chochote ambacho chini ya la ilaha illa Allah umeamrishwa na kuelekezwa usirudishe. bal taqbalu kulla ma tadullu alayhi la ilaha illa Allah. ukubali kila kinachodalilishwa na la ilaha illa Allah, tataqabbaluhu taqabbulan sahihan. wakubali na kukubali kwako kuwe ni kukubali sahihi, kubali kila kilichokuja katika la ilaha illa Allah. Hili ni sharti la saba. Qala wazida shartun thamin. na kuna wanavyuoni wengine wataja sharti la 8. qala wazida thaminuha al-kufranu bima ma'a al-ilahi min al-ashya'i qad uliha. al-kufru bit-taghut, kukanusha taghut, ay al-bara'atu min ash-shirki, kujiweka mbali na kujitenga na shirki na watu wa shirki.
فلا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك hawezi kuwa mtu wa tauhid mpaka ajitenge kabisa na kujiweka mbali na ushirikina وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون mimi nimejitenga na vile mnavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. هذه شروط لا إله إلا الله 8 شروط ni masharti ya la ilaha illa Allah masharti manne. Mtu aweza kusema lakini nisipoyahifadhi ndio mimi la ilaha illa Allah haitonifaa. Haimaanishi. La muhimu ni kutekeleza haya masharti. Waweza kuwa mtu akiulizwa hebu taja masharti ya la ilaha illa Allah hajui, pengine atataja sharti 2 zingine ziruka. Haimaanishi si muislamu, la, sije kaeleweka hivyo. Lakini haya masharti lazima yawepo. Wewe wajua kama mahaba ni katika masharti ya la ilaha illa Allah, sema sijui, lakini mimi naipenda la ilaha illa Allah na wapenda waislamu, mashaallah. Halas liko hilo sharti. Elewa. Kwa mfano mtu ambiwa wewe wajua katika masharti ya la ilaha illa Allah ni ikhlas, naam. Maana yake ni kusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala chochote na ushatamka la ilaha illa Allah. Msimshirikishe, siombi kaburi, siombi maiti, wala siendi kwa waganga, wala sifanyi shirki. Simshirikishe Allah subhanahu. Alhamdulillah. Hili sharti unalo. Kwa hivyo la muhimu ni kuwa haya masharti yawepo kwa yule mtu. Sababu baadhi al-awam itakuwa ni ngumu kwake kuhifadhi ubeti ile au kuzihifadhi hizi sharti hizi 7 au 8 au ataziweka kwenye akili yake wakati wote azijua, lakini kutekeleza aweza kutekeleza kila sharti katika hili. La kwanza ilmu, awe wafahamu maana la ilaha illa Allah. Kwa hiyo haya masharti ikiwa mtu atayahifadhi ni bora ayajue, ikiwa kuhifadhi lazima atekeleze masharti haya ili la ilaha illa Allah yake ikubaliki. Kisha akaingia wa dalilu shahadati anna Muhammadan rasulullah. Insha Allah taala hili tutakuja kulizungumzia katika kikao kitakachokuja biidhnillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.